mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama wewe ni mchungaji, Mungu amekuamini hakupa roho 5 tu. Hizo roho za thamani. Bwana Yesu asifiwe. Roho 5 tu kuzichonga katika mbinguni. Yaani wewe ni wa thamani. 40 na kitu ziko mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amewaamini watu mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na mna mchungaji mzuri, hongereni sana. Karibu tuisha Mungu. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mshangilie Yesu makofi. Amen. Kama una amani punga mkono namna hii. Amina, nadhani nilijitambulisha. Nitarudia tena. Haleluya. Kwa faida ya wale ambao hawakuwepo. Kwa majina yangu ninaitwa Daima Enoki. Nimeokoka na ninampenda Yesu sana. Lakini pia ni mama mchungaji wa mahali hapa. Na pia ni mchungaji msaidizi wa mahali hapa. Karibuni sana tena na Mungu awabariki. Makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Huyu ni mke wa mchungaji lakini pia naye ni mchungaji msaidizi. Bwana Yesu asifiwe. Ni raha iliyoje. Mungu anakupa kufanana na wewe, si ndio jamani? Bwana Yesu asifiwe. Unaweza jirani yako vipi ule naye mnafanana au? Kazi kweli. Mungu abariki watumishi wa Mungu na hongereni kwa kazi njema. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia watu hawa Mungu ametukusanya. Bwana Yesu asifiwe. Na tupo kwa ajili ya kitu kwa sababu ya watu hawa. Bwana Yesu asifiwe. Wangesema kwamba haiwezekani tuje mahali hapa tusingefika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa ajili ya tuko mahali hapa, Mungu abariki na songeni mbele. Makofi na ndio kwa Bwana Yesu. Nina kazi moja kutambulisha wageni. Naye mgeni wangu kabisa maalum sana ambaye pia kwa mhubiri wetu mahali hapa, niombe nitamkaribisha dakika za majeruhi. Mara ya mwisho kabisa. Amina amina. Wakati nitakapoona mkaribisha, nitampa mic moja kwa moja endelee na mahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya haleluya. Katika huduma yetu Mungu ametupa neema, tunao wachungaji wawili. Amina amina, kule makuu tofauti na mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Popote pale walipo nao pia naomba pate kujitambulisha majina yao. Karibuni watumishi wa Mungu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa mchungaji Stella Paulo wa makao makuu, mchungaji msaidizi wa makao makuu. Tunawapenda. Haleluya. Makofi kwake jamani, mchungaji Stella Paul, lakini ndiye MC wetu siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Makofi kwa Bwana Yesu. Karibu. Haleluya, haleluya. Amen. Kutana haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Ninawapenda sana. Amen. Majina yangu ninaitwa Angel Alphonse, ni mchungaji msaidizi, niko chini ya mchungaji kiongozi Esther Pastor. Karibuni tumemwona Bwana International Church makao makuu. Tunawapenda sana wageni wetu. Mbarikiwe. Makofi kwake, makofi kwake. Huyu naye bado yuko single. Bwana Yesu asifiwe. Bado yuko single. Mungu amemwamini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Mwenye masikio na asikie. Sio jamani? Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu pia ametuheshimu mahali hapa kwa wachungaji. Popote pale walipo na mapelekee maiki wapate kujitambulisha majina yao. Haleluya, haleluya. Jamani, huduma yetu Mungu ametuheshimu, ni vijana tu. Hata mbaki kinanda bado ni kijana. Bwana Yesu asifiwe. Mbaki kinanda bado ni kijana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Basi kwa majina yangu ninaitwa mchungaji Davis Ezekiel Swai wa kanisa la FPCT pale Udindivu. Makofi kwa Bwana Yesu kwa ajili ya kufanya. Mungu huyu jamani amekuwa rafiki sana. Muda mrefu kila tunapomuita lazima afike. Kuna sherehe au tusuna sherehe. Mungu ni mwaminifu kabisa. Tunamshukuru kwa ajili yao. Mungu awabariki sana. Na karibuni sana kwetu. Jisikieni huru. Na tuko tayari kushiriki pamoja na nyinyi. Amina. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe mkutano. Amen. Amen. Amina. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Kwa majina yangu naitwa Felista Rashidi Mabena, ni mchungaji msaidizi wa kanisa la Calvary Nuru kwa mataifa yote. Lipo hapo karibu na uwanja wa mpira wa Masaki. Na wapenda wote, Mungu awabariki. Makofi kwa Bwana Yesu kwa ajili ya mchungaji msaidizi.
Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Wema Thomas, ni mchungaji wa kanisa la Shekina, niko kule Kunduchi, lakini mimi naishi Kiembeni. Mungu awabariki. Makofi kwa Bwana Yesu, makofi kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Samahani kidogo. Huyu ni mchungaji amepaka mafuta muda si mrefu na jirani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na hema yake kabisa kwa nampigia debe, hema yake kwa hapo kati, ya Mji Mwema pembeni hapa. Ndio imeanza kutengenezwa. Bwana Yesu asifiwe. Wamesema mimi kwamba huyu muda si mrefu tutakuwa pamoja na hiyo lingoni. Makofi kwake jamani. Karibu. Asante. Nisamehe Bishop. Usijali kabisa. Amina baba. Nisamehe tulisa watoto. Tunao watoto hapa. Wow. Jamaa. Kwa hiyo watoto wetu wako wapi au wameshaondoka? Amen. Leo kuna Singida. Wametuna waaminia, wanapika kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mahali hapa tunao wazee wetu wa kanisa kutoka makao makuu na hapa pia, na pia tuna makatibu popote pale walipo, naomba apelekee mic waweze kujitambulisha. Karibu makatibu wetu. Makofi kwao jamani. Tano, haleluya! Yohana Makamba, nimeokoka na ni katibu wa mahali hapa. Amina. Karibuni wote. Makofi kwa Bwana Yesu kwa ajili ya katibu. Bwana Yesu asifiwe mkutano. Amen. Haleluya. Amen. Ninawapenda. Amina. Kwa majina yangu naitwa Geoffrey Elias, nimeokoka na mpenda Yesu, lakini pia ni katibu wa kanisa makao makuu Tume Mwana Bwana International Church. Karibuni wote na tunawapenda pia. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya katibu wetu, ni wachapakazi. Bwana Yesu asifiwe. Maana nyingi kazi zote zinazohusiana na mkutano, kubeba viti, kupanga mambo kadha wa kadha, ni makatibu huwa wanahusika. Bwana Yesu asifiwe. Tunawashukuru sana kwa kazi yenu njema na Mungu abariki. Haleluya. Wazee wetu wa kanisa, wote pale mlipo, chap. Chapo. Haleluya mkutano. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tunawapenda sana. Haleluya. Amina. Kwa majina yangu naitwa Agnes Stefano, nimeokoka na mpenda Yesu. Mimi ni mzee wa kanisa wa mahali hapa, kanisa la Kwahela. Haleluya. Tunawakaribisha wote, ninaamini kabisa wote mliofika mahali hapa wala hamjakosea. Yesu yupo mahali hapa, na wewe uliofika mahali hapa hautakosa cha kurudi nacho nyumbani. Haleluya. Mungu wetu wa mbinguni awabariki sana. Haleluya. Asante sana. Mfalme mwema. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe mkutano. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa majina yangu ninaitwa Lulu Franci, nimeokoka na mpenda Yesu. Ni mzee wa kanisa katika kanisa la Tume Mwana Bwana makao makuu. Ninawapenda wote. Yoyote aliyefika mahali hapa, Mungu yuko mahali hapa na yuko tayari kumhudumia kila mmoja aliyefika mahali hapa. Haleluya! Asante sana kwa kubariki. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba mpekee maiki kwa mchungaji wetu mahali hapa, Aisha Kamela, akitambulisha majina yake pia na yeye. Karibu jitambulishe majina yako. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Naitwa mchungaji Jacob Dickson, ni mtoto wa baba mwenye watoto wengi. Makofi kwa Bwana Yesu. Lakini pia namshukuru Mungu sana kwa neema ya pekee kwa ajili ya askofu kwa kuweza kutukaribisha. Baba, Mungu akubariki sana. Amen. Mungu akubariki sana. Amina. Basi mimi nisiwe na mengi sana. Natambua uwepo wa mchungaji kiongozi wa eneo hili. Baba, Mungu akubariki sana. Amen. Na watendakazi wote katika ngazi za juu mpaka za chini. Amen. Kazi ya Bwana isonge mbele. Amina. Haleluya. Nawapenda sana. Basi kwa heshima kubwa kabisa naomba tusimame
Tusimame pale tunapomkaribisha mbele mhubiri wetu na mgeni wetu Apostle Simba Michael. Tunakupa heshima. Namba mwenete mtumisho. Twakupa heshima na sifa zote. Ewe Mungu umetukuka. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu nimetoka naye mbali. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo yeye alikuwa bado mwembamba kuliko hata mimi. Wakati ule mimi mwaka 2007 nilikuwa nikifundisha Sunday school, huduma moja inayojulikana kama Agape Live Church. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alikuwa ni mwimbaji. Bwana Yesu asifiwe. Nyakati zile alipenda kukuvaa suruali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yalikuwa bado jawa mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Na mtumishi wa Mungu huyo hapa amekuwa na msaada kwangu wakati nilipohitaji kusajili kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali fulani nilitoa na kuna mahali fulani alinifikisha. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yake. Ana mchango mkubwa katika kanisa letu la Tumuna Bwana International Church. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Mungu abariki. Ninapomuona na hisi nimbona kaka yangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jamani msimuone hivi, huyu ni mdogo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu anayempenda Mungu. Na ni mtu ambaye Mungu anamtumia kwa viwango vya hali ya juu sana. Bwana Yesu asifiwe. Nilipompigia simu wiki moja kabla ya mkutano, anasema niko tayari, navunja ratiba zote na kuja. Bwana Yesu asifiwe. Nikanapomuita huwa hajui kukataa. Makofi kwa Bwana Yesu jamani. Kwa moja kwa moja naomba nipate kumkabidhi maiki, napata kuendelea na kila ambacho Mungu ameweka ndani ya moyo wake. Karibu mtumishi wa Mungu. Heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Oh Baba twakupa heshima na sifa zote. Wakati tunaimba kumwabudu Bwana, mikono yako iwe juu, mwadhimishe Bwana. Yesu twakupa sifa, twakupa heshima na sifa zote. Ewe Mungu umetukuka. Wanasema ewe Mungu, ewe Mungu umetukuka. Wanasema ewe Mungu umetukuka. Na sisi tunasema ewe Mungu umetukuka. Ila mikono yako tulia mbele za Bwana. Baba wa utukufu, Mungu wa mbinguni, Mfalme wa neema, ketie mahali pa juu palipoinuka, Mungu unaitwa Alfa na Mungu unaitwa Omega. Tunaliadhimisha jina lako jioni ya leo katika viwanja hivi vya mkutano. Tunaliinua sana jina lako Yesu. Tunakuinua katika enzi yako Jehova. Asante kwa ajili ya kusanyiko la jioni ya leo. Asante kwa ajili ya watoto wako hawa. Asante kwa ajili ya kila nafsi ambayo inasikia sauti mahali kokote ilipo. Baba, tunakuita kwa jina lako ili ukalihudumia kusanyiko hili, ukawahudumia wamama na wababa, ukawahudumia walio mbali na walio karibu, ukapate kutenda katika mkutano huu Bwana. Jina lako likapate kutukuzwa na watu waseme hakika wewe Mungu umefanya katika maisha yao. Ninatisha anga ya mahali hapa, wakuu wa anga na wakuu wa giza, mapepo yote na nguvu zote za kichawi hazitasimama katika anga hii ya Bagamoyo katika jina la Yesu Kristo. Tunakupa utukufu na heshima Bwana. Tunasema ni asante, maana unakwenda kuanza pamoja nasi. Ni
katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kila mmoja mchapie Bwana makofi ya shangwe. Neema ya nguvu kabisa. Ongeza makofi ya utukufu kwa Bwana wa mabwana. Piga shangwe kwa Bwana wa mabwana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi niwaombe watumishi wa Mungu mahali kokote ulipo uketi, na nichukue nafasi hii ambayo Mungu ameniamini jioni ya leo, na nimshukuru Mungu wa mbinguni kwanza, kwa sababu yeye ndiye alijua kalenda na aliujua wakati ambao watu wa Bagamoyo na maeneo haya ya Masaki namna ambavyo wanaweza akaja akawahudumia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nishukuru Mungu kwa ajili ya baba yetu Askofu Pasco. Nishukuru Mungu kwa ajili yake. Mungu akubariki sana baba. Yeye ni rafiki yangu, na si tu rafiki, yeye ni ndugu yangu. Na mimi ninashukuru Mungu kwa nafasi amenipa katika kanisa hili, na tumemwona Bwana, nimekuwa miongoni mwa watu ambao wameweka tofali katika ujenzi wa kazi hii. Bwana Yesu asifiwe. Pia nishukuru mchungaji kiongozi wa kanisa, mama yetu, Mungu pia akubariki sana. Lakini nishukuru mtumishi wa Mungu mchungaji Enoch, Mungu akubariki sana, pamoja na mama mke wake, Mungu awabariki sana. Natambua pia uwepo wa wachungaji mbalimbali kutoka makanisa mbalimbali. Mungu awabariki wote. Sema amena. Sema amena. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani si wakati mzuri sana kujitambulisha sana, kwa sababu mtumishi wa Mungu amekwisha kunitambulisha, na majina yangu naitwa mtumishi wa Mungu Apostle Michael Andrew Felix Simba, na ninachunga kanisa linaitwa Agape Restoration Christian Church. Niko pale Singida Itigi. Kwa wenyeji wa Itigi, kifika pale ukiuliza kanisa, asante sana, nimekwenda. Amina, amina, amina. Nilimuona karibia mara mbili kwenye mkutano pale Itigi. Amina, Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Kwa hiyo niko pale na kanisa linaitwa Agape Restoration Christian Church, na ninazo salamu nyingi kutoka Itigi, wanawasalimu sana. Amina. Na waliponiruhusu nije, wakaniambia niwape salamu, wanawasalimu sana. Na zaidi ya yote mke wangu kipenzi anawasalimu. Waliniomba tu nitakapokuja angalau ibada hii iende live na wao wenyewe wajiunge katika ibada. Kwa maana hiyo sasa hivi wanatufuatilia pale Singida kwa njia ya kimtandao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wana furaha kuwepo katika viwanja hivi? Ninaamini Mungu ya kwamba siku hizi tatu ambazo Mungu ametupa neema ya kusimama katika mji huu, liko jambo litakwenda kutokea kwenye maisha yako. Nasema liko jambo litakwenda kutokea kwenye maisha yako. Ninashukuru Mungu pia kwa ajili ya kijana wangu, mtumishi wa Mungu, Pastor Jacob Dickson, naye pia amenisindikiza kufika hapa. Mungu ambariki sana. Sasa nisio na maneno mengi, twende moja kwa moja kwenye Biblia, kwenye kitabu kile cha Yohana sura ile ya 11. Yohana Mtakatifu sura ya 11, na nitaanza kusoma mstari ule wa 17. Tasoma kitabu cha Yohana sura ya 11 na mstari wa 17, nitaanzia pale. Biblia inasema, basi Yesu alipofika alimkuta amekwisha kuwamo kaburini yapata siku 4. Na Bethania kwa kadiri ya maili 2 hivi 19. Na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja
kwa Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Mstari wa 21. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwepo hapa, ndugu yangu hangali kufa. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo nimekuja kusema na wewe kwa habari ya Yesu. Yesu huyu ambaye alifufua Lazaro kutoka kwenye kaburi alilokaa kwa siku 4. Nimekuja kuzungumza habari ya Yesu. Yesu huyu ambaye mauti haikuweza kumzuia. Kwa siku 3 alikaa kaburini. Kaburi haikuweza kumzuia, na akafufuka kutoka katika wafu. Nimekuja kuzungumza habari zake. Sijaleta habari zangu, nimeleta habari za Yesu. Yesu ambaye ukimpa nafasi kwenye maisha yako, nataka nikwambie, atadilisha maisha yako kutoka katika hali uliyokuwa nayo. Atayabadilisha maisha yako kutoka katika hali yako ya kushindwa. Atayabadilisha maisha yako kutoka katika hali yako ya kuharibikiwa. Huyu ndiye Yesu nimemleta kwako jioni leo. Ni Yesu ambaye akipewa nafasi kwenye maisha yako, atayaondoa maisha yako kutoka kwenye magonjwa. Atayaondoa maisha yako kutoka katika hali ya kifo ya aina yoyote ambayo imefunga maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Martha na ndugu yake Mariamu walikuwa na msiba nyumbani kwao, na kabla ya msiba kutokea walituma ujumbe wakati ndugu yao Lazaro alikuwa akiumwa, na wakaenda wakamwambia Yesu, rafiki yako Lazaro hawezi, amekuwa mgonjwa sasa, hawezi katika hali aliyokuwa nayo. Rafiki yako Lazaro ni mgonjwa, hawezi tena, alikuwa akifanya shughuli zake, hawezi tena kufanya shughuli zake. Wakaenda wakamwambia Yesu, uje umponye Lazaro, maana amekuwa ni mgonjwa kwa siku sasa. Yesu akuja, akaendelea kufanya kazi ya kuhubiri Injili, na wanafunzi wakamwambia Yesu, tunajua ya kwamba Lazaro ni rafiki yako. Inawezekanaje umepata taarifa ya kwamba Lazaro amekuwa mgonjwa na huendi kumwona? Amen, amen. Amen, amen. Yesu akawaambia wanafunzi wake ya kwamba ugonjwa huu sio mauti. Ugonjwa huu ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nimekuja nikwambie wewe mtu wa Masaki ya kwamba tatizo hilo nalo inawezekana mwenyewe ukachagua liwe ni tatizo la mauti, lakini leo ukikubali kumpa Yesu maisha yako, halitakuwa tatizo la mauti, litakuwa ni tatizo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Halitakuwa tatizo la mauti, litakuwa ni tatizo kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ambalo Yesu ataliondoa tatizo hilo. Na watu watauliza ya kwamba nini kimekutokea, utawaambia Yesu ambaye nimekutana naye kwenye kanisa la Tumemwona Bwana International Church ameaponya maisha yangu. Yesu niliyekutana naye kwenye kanisa la International Tumemwona Bwana International Church ameyageuza maisha yangu kutoka kwa maisha ya mtu aliyetarajiwa kufa na kuwa mtu anayetarajiwa uzima. Sema amina mahali ulipo. Akawaambia wanafunzi ya kwamba tatizo hili sio tatizo la mauti. Tatizo hili ni tatizo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na Yesu akaendelea na kazi, akafanya kazi tena. Wakaja wakamletea ujumbe, wakamwambia rafiki yako Lazaro amekufa. Lazaro rafiki yako amekufa. Sikiliza, siku 2 nyuma wamemwambia ya kwamba huyu mtu ni mgonjwa na hawezi,
lakini siku nyingine mbele wanamwambia amekufa. Wanafunzi wakakata tamaa, wakasema mambo haya yanawezekanaje? Na zinapita siku 3. Yesu anawaambia tunaanza safari ya kuelekea mahali ambapo Lazaro amezikwa. Wakaanza safari na wakafika, na Martha akasikia kwamba Yesu yuko katika lango la mji, na aliposikia kwamba yuko katika lango la mji akaenda mbio kumlaki Yesu. Na Martha anamwambia Yesu, anamwambia kama ungalikuwako pamoja nasi ndugu yetu asingalikufa. Nataka nikwambie jioni ya leo, kama Yesu atakaa kwenye maisha yako, nataka nikwambie hata magonjwa yatakuwa makubwa kiasi gani, hayo magonjwa yatakuwa kitisho kwako, kwa sababu Yesu atayazuia hayo magonjwa. Martha alipoelewa ya kwamba Yesu angelikuwa pamoja nao, Lazaro asingelikufa, akamwambia Bwana, kama ungalikuwepo pamoja nasi ndugu yetu asingalikufa. Yesu akamwambia usiogope Martha, maadamu nimekuja hapa, mimi ndio ufufuo. Na Martha anamwambia Yesu, ninajua na kwamba utakuja kufufua katika siku ya mwisho. Yesu anamwambia sio siku ya mwisho, hata sasa naweza nikafufua, hata sasa naweza nikainua, hata sasa naweza nikaponya, hata sasa naweza nikavigeuza ambavyo vilikuwa haviwezekaniki vianze kuwezekana. Nimekuja kukwambia mtu wa Masaki, kama utaruhusu Yesu aingie kwenye maisha yako, atafanya aliyosabika kuwa ni mauti yatakuwa uzima jioni ya leo, yatakuwa uzima kwenye maisha yako. Atafanya aliyosabika kuwa ni mambo yaliyokufa yatakuwa hai tena. Akamwambia Martha, maadamu nimekuja mahali hapa, niko hapa kwa ajili ya kuvipa uhai vilivyokufa. Sema amina. Sijasikia mtu mmoja Masaki, sijasikia mtu mmoja Masaki. Nataka niwasikie wamama ambao Yesu yuko ndani yao, ambao waliokolewa katika hali ya vifo, waliokolewa katika hali ya kushindwa, wakimshangilia Bwana Yesu aliyewaokoa. Haleluya, haleluya. Akamwambia Martha, usiogope. Martha akamwambia siku 4 sasa. Siku 4. Uko analia siku 4. Siku 4 amekuwa hawezi. Yesu aangalii siku. Nasema hivi, aangalii siku. Aangalii siku. Haijalishi zimekuwa siku 4. Haijalishi zimekuwa siku 5. Madaktari inawezekana wamekwambia mwaka huu hautamaliza, mwaka huu hautaisha kwako. Nataka nikwambie Yesu akiingia kwenye maisha yako, Yesu akiingia kwenye maisha yako, haijalishi madaktari walisema nini. Inawezekana walikwambia una ukimwi. Nataka nikwambie mpe Yesu maisha yako. Usiogope ugonjwa madaktari wamekwambia. Nataka nikwambie mpe Yesu maisha yako. Martha alipoelewa kuwepo wa Yesu, akamwambia ungalikuwako pamoja nasi asingalikufa, kwa sababu alikuwa anajua Yesu akiwepo mambo yote yanabadilika. Amekata tamaa kwa sababu anajua ya kwamba amekwisha kufa tayari. Haiwezekani. Yesu anamwambia hata hapo inawezekana, hata hapo inaweza ikawa, hata hapo inaweza ikabadilika. Maadamu nipo hapa mambo yatageuka leo. Akamwambia mmemweka wapi Lazaro? Akamwambia tumemzika tayari. Akamwambia Lazaro hajafa, Lazaro amelala, nipelekeni mahali ambapo mlimlaza. Na Yesu akapelekwa mpaka kaburini, akawaambia lifungueni kaburi. Wakamwambia imekuwa ni harufu. Nimekuja kukwambia leo, nimekuja kukwambia jioni ya leo, anaweza akabadilisha harufu yako kuwa manukato, kuwa manukato, kuwa manukato. Anaweza akabadilisha harufu yako ambayo watu wanaikataa kuwa harufu nzuri ya kunukia. Yesu akiwepo anaweza akabadilisha yasiyowezekana yawezekane. Mwambie jirani yako Yesu akiwepo. Mwambie Yesu akiwepo. Kuna mtu anataka kusikia? Nataka nikupe ushuhuda mmoja ambao unaweza ukakusaidia. Kabla sijakutana na huyu Yesu, nilikuwa ni mtu hatari kuliko vile ambavyo unadhani.
Nilianza kuingia katika makundi nikiwa kijana mdogo wa darasa la 6, nikiwa nasoma shule ya msingi pale Kunduchi. Marafiki zangu nilikuwa nikitembea nao, ndugu zao walikuwa ni vibaka. Napofika usiku wao wanakaba, na mimi nikaingia katika aina hiyo ya marafiki. Na nilipokuwa na urafiki nao, wakaanza kunishawishi. Na kishawishi cha kwanza, wakaanza kunipeleka kwenye pombe. Darasa la 6. Unaweza ukaangalia kijana wako wa leo wa darasa la 6. Sasa ukiangalia huyo kijana wako, mimi nilikuwa katika umri wa namna hiyo na nimekuwa mlevi tayari. Na wakanipeleka zaidi mahali fulani ambapo tulikuwa tukikaba. Na sisi tunaangalia wale watu wanatoka kwenye vilabu wakiwa wamechoka kwa pombe, na tukaanza kuwakaba. Nikaingia katika maisha ya namna hiyo. Kwa nini nayaishi maisha ya namna hiyo? Ni kwa sababu Yesu alikuwa hajaingia ndani kwenye maisha yangu. Na ilipofika 2006 nilipokutana na Yesu akaanza kunitenganisha na marafiki waliokuwa wakinipeleka katika uharibifu. Akaanza kunitenganisha na watu ambao walikuwa wakinipeleka katika njia za mauti. Yesu akanigeuza, akageuza mtazamo wangu, akabadilisha marafiki wangu, akabadilisha mazingira yangu. Nimekuja kukuambia, Yesu akipata nafasi ndani yako, wale waliokuwa wanakupeleka kwenye uovu wataondolewa mbele yako, na Yesu atakupa marafiki wengine watakupeleka katika njia ya utakatifu. Yesu akiwepo kwenye maisha yako, maisha yangu yakaanza kubadilika. Na siku moja wakati nimeokoka, nikawa sina nauli ya kwenda kanisani kutoka Kibaoni Tegeta na kuelekea Jogoo pale kanisa la Agape Life Church. Ndani yangu kuna wivu wa Mungu. Na nikaenda kumwomba rafiki yangu mmoja ambaye tulikuwa tukikaba naye. Nikamwambia, bwana nisaidie nauli, nataka niende kanisani. Akaniambia, wewe sasa hivi si mshirika wetu, si jamaa yetu, hautaweza kunipa hiyo hela. Nikamwambia, nipe nitakurudishia. Nataka nikupe mfano ukusaidie. Nipe nitakurudishia. Nikamwambia, naomba nitakurudishia. Akaniambia, siwezi kukupa. Uniahidi jambo moja, ya kwamba ukitoka kanisani tutakwenda wote, tutakaba, alafu tutagawana. Nikamwambia sawa. Mimi ni yangu ni kwenda kanisani. Nikamwambia sawa. Basi akanipatia fedha na mimi nikaenda kanisani. Na nimefika kanisani, ndani yangu najiuliza ya kwamba je, niende au nisiende? Na Yesu akawa anazungumza ndani yangu, ananiambia usiende. Na nikarudi kutoka kanisani. Niliporudi kutoka kanisani, dakika 5 ni nyingi, yule jamaa akaja akaniambia, saa ya kulipa deni imekwisha kufika, unatakiwa ulipe deni ambalo tulikubaliana. Nikamwambia, nenda uje kesho. Akaniambia, haiwezekani. Nikamwambia, inawezekana, kesho asubuhi nitakuwa nikikupa pesa ambayo ulinipa wakati wa mchana. Akaniambia, kesho usiponipa fedha yangu, nataka nikwambie hatutaelewana, utakuwa adui yangu. Nikamwambia sawa, nenda, nitakupa fedha yako kesho. Ilipofika asubuhi siku yake ya kesho, nikasikia kilio, watu wanaanza kulia kwenye mtaa, watu wanalia. Na ninauliza, nini kimetokea? Mbona kuna kilio? Na nikasikia taarifa ya kwamba ndugu yako fulani amekufa. Na niuliza, amekufa imekuwaje? Nikasikia ya kwamba alikwenda kuiba maeneo ya Bunju na wakapiga wakafa. Sikiliza, huyu mtu amekufa ndio yule ananidai hela alinipa jana niende kanisani.
Nikaanza kwa nini? Kwa sababu Yesu anapokaa ndani yako anakuhakikishia kwamba hapa ulimwenguni utaishi kwa salama, na hata ulimwengu ujao utakuwa salama, hata ulimwengu ujao wa uzima wa milele utakuwa salama. Yesu akiwepo kwenye maisha yako, nimekuja kukwambia mtu wa Masaki, nimekuja kukwambia inawezekana maisha yako unakuwa ni 100,000. Amen. Akiwepo Yesu anaibeba garantii ya maisha yako, anabeba hatima yako. Inawezekana unategemea waganga wa kienyeji, hawatakusaidia hao waganga. Ni Yesu peke yake anaweza kukusaidia. Inawezekana unategemea biashara yako inaweza ikainuka, kwa uchawi ulionao haitainua biashara yako. Ni Yesu anaweza akainua. Mpe Yesu maisha yako jioni ya leo, hayabadilishe maisha yako. Inawezekana madaktari wamekwambia ugonjwa huo hauna dawa. Nimekuja kukwambia dawa ni moja, ni Yesu Kristo peke yake. Atakuponya jioni ya leo ukimpa nafasi kwenye maisha yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Nilipokuja jana niliitwa na mama mmoja, na inawezekana akawa anafuatilia mahubiri haya kule alipo, maana nilimwambia kwamba na akaniambia, baba uje, maana mume wangu amekufa. Nikamwambia nitakuja katika tarehe fulani. Na jana nilipofika nikaenda nyumbani kwake, nikakuta yule mama aliponiona akaanza kulia, akaniambia baba amekufa. Nikaanza kumuuliza imekuaje? Huyu mama ameokoka na mume wake alikuwa ameokoka, akaacha wokovu mwanaume na akaanza kuwa mlevi, akaanza kulewa pombe, akaanza kufanya kila aina ya maisha ya ulimwengu. Huyu mama akaanza kunisimulia akiwa analia, akaniambia maisha yangu naona ya kwamba amefika mwisho. Nikamwambia mtumaini Mungu, hajafika mwisho. Haleluya, haleluya. Akaniambia baba, namna ilivyokuwa ni mara ya mwisho aliondoka nyumbani na akaenda na marafiki zake, na alipofika kwenye pombe akanywa pombe na pombe zikamzidia. Wakawa wanajua tu ataamka na ataamka, na hakuweza kuamka. Na mke wake akaanza kutafuta kwenye simu, na mtu mmoja akapokea simu akamwambia mume wako yuko hapa na hawezi kuamka. Wakaenda wakambeba yule mzee wa watu wakamleta nyumbani. Walipomleta nyumbani wakamlaza sebleni. Yule mzee alipumua tu akawa amefia pale. Sikiliza, kilio cha huyu mama kilikuwa ni kikubwa kiasi gani, lakini ni kwa sababu huyu mzee akuruhusu Yesu akae ndani yake. Laiti kama angeruhusu Yesu akae ndani yake. Yesu kiruhusu akae ndani yako, hali yako ya pombe hautaisikia tena, hali yako ya ulevi hautaisikia tena. Atageuza hali yako ya kuwa mlevi na atakupa jina jipya, utaitwa mtumishi wa Mungu. Yesu akiwa ndani yako atageuza hali yako ya ulevi, utabadilishwa na kuwa mtumishi wa Mungu. Mpe Yesu leo maisha yako. Wengine wanategemea, na ukiwaambia habari ya Yesu wanakuambia nitaokokaje nikiwa kijana? Nione nilivyokuwa mzuri. Nataka nikwambie, kuna siku uzuri wako utaisha, shepu yako itaisha, sura yako itaisha, fedha yako itaisha. Mpe Yesu maisha yako jioni ya leo. Ujana wako utaisha. Mpe Yesu maisha yako jioni ya leo. Yesu akageuze
maisha yako yaliyo katika hali ya dhambi, akayageuze maisha yako yaliyo katika hali ya magonjwa. Mpe Yesu achukue nafasi. Kama Yesu angelikuwepo, ndugu yangu asingalikufa. Kuna watu wamekufa sio kwa mpango wa Mungu. Watu wamekufa, wengine wameuawa. Kwa nini? Kwa sababu Yesu hakuwa kwenye maisha yao. Yesu hakuwa kwenye maisha yao. Yesu akiwepo kwenye maisha yako, watakuja watakutisha, watakwambia kesho hautaamka. Wewe utawaambia kesho nitaamka na nitaenda kazini, kwa sababu ndani yangu yuko Yesu aliye hai. Haleluya. 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 Yesu akiwepo. Ukisoma kwenye kitabu cha Marko, cha Luka sura ile ya 7, na ukisoma mistari michache kwenye kitabu hichi, siku moja Yesu alikuwa akienda Naini, na akakuta mama mmoja anao msiba ndani yake. Ni kama vile alivyoenda kule Bethania, akakuta watu wanalia msiba. Na huyu mama, Biblia inasema alikuwa na mtoto pekee, akawa analia. Kilio chake kikawa kikubwa, hakuweza kubembelezeka. Yesu alipomwona akawaambia walishushe jeneza. Yesu akamwambia kijana, amka. Yesu aliyefufua Lazaro, Yesu aliyefufua kijana katika mlango wa Naini, anaweza akafanya leo akaifufua biashara yako iliyokufa. Anaweza akafanya leo akafufua watoto wako walioingia katika madawa ya kulevya. Anaweza akafanya leo akabadilisha hatima yako ya biashara yako. Anaweza akafanya leo akageuza mwenendo wako. Haijalishi una mwenendo wa namna gani, mpe Yesu maisha yako jioni ya leo. Haijalishi umekwama wapi, mpe nafasi Yesu aingie ndani yako. Sema amena. Sema amena. Anaweza kugeuza. Amemweka katika nafasi. Hatumwiti tu Pasco, tunamuita Askofu Pasco. Kwa nini? Kwa sababu Yesu anakupa jina jipya la heshima. Yesu akiwepo anageuza heshima uliyokuwa nayo, anaipeleka kwenye viwango maradufu. Inawezekana watu wakakuona msela. Mpe Yesu maisha yako. Ule usela hauna mahali unaweza kupeleka. Yesu anapo mahali anaweza kukuweka ukawa mtu wa heshima. Sifa gani ulionayo? Sifa yako ya ulevi haitakusaidia. Sifa yako ya umalaya haitakusaidia. Yesu abadilishe sifa, akupe sifa mpya. Palikuwa na watu kwenye Biblia waliitwa makahaba, na mmoja wao alikuwa ni Maria Magdalena. Alikuwa ni mwanamke kahaba. Siku alipompa Yesu nafasi kwenye maisha yake, likaondoka jina la ukahaba, na akawa mwinjilisi wa kwanza kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Agano Jipya. Akaanza kuhubiri, na Yesu akasema, tangu leo mahali kokote itahubiriwa injili, habari za mwanamke huyu zitatangazwa. Haleluya. Mpe Yesu maisha yako, abadilishe historia ya maisha yako. Abadilishe historia ulionayo. Abadilishe jina ulilonalo. Inawezekana leo hauna heshima hata kwenye familia ya kwako. Mpe Yesu akupe heshima. Mpe maisha yako akupe heshima. Yesu akiwepo. Aliitwa Lazaro aliyekuwa amekufa, na sasa anaitwa Lazaro aliyefufuliwa. Anakuwa ni ushuhuda unaotembea. Nataka nikwambie jioni ya leo, Yesu akichukua nafasi kwenye maisha yako, wewe utakuwa ni ushuhuda unaotembea. Utaanza kuambia, nilikuwa siwezi na Yesu amenibadilisha. Nilikuwa ni wa namna hii, Yesu amenigeuza. Nilikuwa mwizi na leo Yesu amenifanya kuwa mtumishi. Leo Yesu amenigeuza kutoka kuwa kibaka, amenifanya kuwa mtumishi wake. Yesu akiwepo. Amen. Amen. Siku moja nilikuwa niko Kongo.
na nikakutana na ndugu moja akanipakia kwenye pikipiki eneo hili la Bukavu huko ambapo waasi wameingia. Akanipakia kwenye pikipiki na akaniambia, mtumishi wa Mungu, nasikia kuna nguvu fulani ambayo tangu nimekupakia nasikia inanivuta. Hiyo nguvu ni nguvu ya namna gani? Na yule ndugu ananuka pombe. Nikamwambia hiyo ni nguvu ya Mungu. Nguvu ya nani? Nguvu ya Mungu iko ndani yako. Akaniambia siwezi kuendelea na hii safari, ikiwezekana shuka hapa na uchukue bodaboda nyingine. Nikamwambia sishuki, wewe utanipeleka mpaka mwisho wa safari yangu. Akaniambia hatutaweza, tutapata ajali. Nikamwambia hatutapata ajali kama utakubaliana na mimi. Akaniambia unataka nifanye nini? Nikamwambia nataka nikuongoze sala ya toba, uache pombe, ubadilishe maisha yako. Akaniambia ndio sitasikia hii. Nikamwambia ndio hautasikia. Akaniambia basi tusimame uniongoze sala ya toba. Nikamuongoza sala ya toba. Nikamwambia sema Bwana Yesu. Akasema Bwana Yesu, nakupokea, ingia ndani yangu, kuwa Bwana. Nikamwombea, jasho ikamtoka. Baada ya pale nikamwambia haya, panda kwenye pikipiki. Akapanda, akaanza kunipeleka. Nikamwambia unasikia nini? Anasema nasikia mwili wangu umekuwa mwepesi. Nimekuja kukuambia Yesu huyu, habari zake ambaye ukimpa nafasi kwenye maisha yako, anaufanya mwili wako uliokuwa mzito kwa kubeba magonjwa, kwa kubeba mapepo, anaugeuza na ufanya kuwa mwepesi. Hata kama ulikuwa ni mzee, wanasema ni mzee, hautakuwa mzee kwa Yesu. Hata utia mwili wako nguvu ya kuendelea mbele, Yesu akiwepo kwenye maisha yako. Mpe nafasi Yesu aingie ndani yako. Mpe nafasi Yesu aingie kwenye maisha yako. Ayafanye maisha yako yawe baraka ya wengi. Mpe nafasi Yesu aingie ndani yako. Ayafanye maisha yako yasiwe maisha ya magonjwa. Leo kuna watu wakipata fedha ndio ugonjwa unakuja. Fedha ikiisha ugonjwa umeenda. Ugonjwa umekuwa chuma ulete kwenye maisha ya watu. Mpe Yesu maisha yako leo. Leo kuna watu wamefunga biashara na wanasema wakifanya biashara fedha haionekani. Nimekuja nikwambie mpe Yesu maisha yako. Biashara yako itasimama tena. Biashara yako itasimama tena. Biashara yako itasimama tena. Mpe Yesu maisha yako leo. Haijalishi umefika kiwango gani, Yesu anaja na wewe. Yesu anakuhitaji. Yesu anahitaji maisha yako. Yesu anahitaji uzao wako. Mpe nafasi. Maisha yako yanahakikishiwa usalama. Maisha yako yanapewa insurance. Unakuwa na uhakika. Wakitamka unakuwa na nguvu ya kutamka juu yao. Yesu akiwepo unakuwa na ujasiri wa kuambia sitakufa bali nitaishi. Yesu akiwepo. Leo akikwambia unakufa kesho, ona maombi unaomba naye. Ni maombi ya uoga. Maombi ya mashaka, ni kwa sababu hauna uhakika ya kwamba Yesu yupo ndani yako. Yesu akiwepo atageuza, atayafanya maisha yako yawe maisha ya baraka. Sema amena. Simama mahali ulipo kwa miguu yako. Waimbaji, praise and worship, tukaribia hapa. Wakati ni wakati wa kujitafakari mahali ulipo. Inawezekana unasikia sauti ukiwa uko mbali pale nyumbani. Ni wakati wa kujiangalia mwenyewe ya kwamba Yesu yuko kwenye maisha yako au hayupo kwenye maisha. Wakati wa kujikagua. Mtu wa kweli. Inawezekana maisha yako
ila nataka uingie ndani yao, ili ukafufue vilivyokufa, ili ukaondoe magonjwa, ili ukaondoe hali yangu ya kushindwa. Inua mikono yako mahali ulikofunga macho yako. Wakati tunakwenda kumwabudu Mungu, nataka kila mmoja ajitafakari. Walioko mbali wasogee katika viwanja hivi. Kama unataka leo kumpa Yesu maisha yako, sogea katika viwanja hivi. Iko nguvu ya Mungu mahali hapa. Kama Yesu yuko ndani yako, chukua hatua ya pili, sogea hapa mbele. Kama Yesu yuko ndani yako, unasema leo nataka nikupe Yesu maisha yangu, wewe Mariamu, chukua hatua, sogea hapa mbele. Nigusa wewe, nitakuwa salama. Niguse, 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 niguse. Ukinigusa wewe, nitakuwa salama. Niguse, 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 niguse. Ukinigusa wewe, nitakuwa salama. Niguse, niguse. Ukinigusa wewe, leo niko salama. Gusa maisha yangu, gusa mwenendo wangu. Ukinigusa wewe, nitakuwa salama. Niguse, niguse, niguse. Ukinigusa wewe, nitakuwa salama. Niguse, niguse, niguse. Ukinigusa wewe, nitakuwa salama. Moyo wangu, gusa moyo wangu wewe. Moyo wangu, gusa moyo, gusa moyo wangu. Gusa moyo, gusa moyo, gusa moyo wangu. Gusa moyo, gusa moyo, gusa maisha yangu. Funga macho yako, inua mikono yako mahali ulipo. Kama haujampa Yesu maisha yako na unasema Yesu, nataka uingie ndani yangu, na uko katika mkutano huu, chukua nafasi mahali ulipo na usogee hapa mbele, nikuombee na watumishi wa Mungu wakuombee jioni ya leo. Kama hujaokoka na unasema nataka niokoke, chukua hatua kutoka mahali ulipo na usogee hapa mbele, na watumishi wa Mungu wataweka mkono juu yako. Maisha yako yatabadilika, maisha yako yatageuzwa. Chukua nafasi ya kusogea hapa mbele. Jitafakari mwenyewe. Kama Yesu angerudi leo, je, utaingia au utaachwa? Na kama ndani yako unasikia utaachwa, ni wakati wa matengenezo. Wakati wa matengenezo. Chukua hatua na usogee hapa mbele nikuombee. Na kama wote tumeokoka, nataka uchukue hatua wote, tusogee hapa mbele na watumishi wa Mungu watuombee kwa ajili ya baraka ya maisha yetu. Tusogee hapa wote mbele, tuchukue hatua, na wachungaji watatangulia hapa mbele kwa ajili ya kuombea kila mmoja ambaye yuko katika mkutano huu. Kusanyiko, tunaomba tusogee wote hapa mbele. Tusogee wote hapa mbele kwa ajili ya kubarikiwa na watumishi wa Mungu. Tusogee wote hapa mbele. Tusogee wote hapa mbele. Kule nyuma wote tusogee hapa. Tunakungoja wewe
salama, niguse, 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 nigusa wewe, nitakuwa salama, niguse, 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 nigusa wewe, nitakuwa salama. Nguvu ya Mungu itakugusa jioni ya leo. Mungu ataondoa magonjwa yako. Gusa maisha yangu, uniguse leo, ili niwe salama. Niguse, niguse. Unawezekana ni mgonjwa, unasikia sauti, hadi uanze kuwaza, kuponya magonjwa yako. Sogea katika viwanja hivi. Kwenye kusanyiko hili, kama kuna mtu mgonjwa uko hapo na ni mgonjwa na nataka Mungu akutendee leo, sogea katika hapa mbele waliposimama watumishi wa Mungu, wachungaji. Chukua hatua, sogea hapa mbele. Iko nguvu ya Mungu jioni ya leo. Kama uko hapo ni mgonjwa na uwezi, unatamani Mungu afanye jambo kwenye maisha yako, sogea hapa mbele. Chukua hatua tena ya kutoka hapo na usije hapa mbele. Nguvu ya Mungu iko tayari katika mkutano huu. Sogea hapa. Na ukifika hapa weka mikono kwenye kifua chako. Nguvu ya Mungu iko tayari. Iko tayari kwenye mkutano huu. Sogea hapa mbele. Asha ziwasaidie. Bahasha ziwasaidieni. Wasaidieni. Nguvu ya Mungu iko tayari. Kifika hapo mimina moyo wako. Kama uko hapa ni mgonjwa na unahitaji mkono wa Mungu kuguse, sogea hapa mbele. Ndio, sogea. Usijiulize nazungumza na wewe. Wewe ndio unajua hali yako. Lazima ufike mahali uchukie hiyo hali ya magonjwa ulionayo. Sogea hapa. Ndio. Sogea hapa. Iko nguvu ya Mungu jioni ya leo. Iko nguvu ya Mungu jioni ya leo. Kifika hapo weka mkono kwenye kifua chako. Weka mkono kwenye kifua chako. Sogea. Sogea tunaongoja. Sogea. Sogea tunaongoja. Zungumza na wewe. Lazima ufike mahali uchukie magonjwa ulionayo, ili Yesu apate nafasi ndani yako. Martha alichukia hali ya mauti ya ndugu yake Lazaro. Akamwambia ungalikuwa pamoja nasi, ndugu yetu asingalikufa. Weka mkono kwenye kifua chako. Sema kwa nguvu, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Njoo kwenye maisha yangu. Njoo kwenye maisha yangu. Jioni ya leo. Uje uniponye. Uje uniponye. Njoo kwenye maisha yangu. Jioni ya leo. Uje unifungue. Uondoe magonjwa. Uondoe hali yangu ya kushindwa. Uondoe magonjwa yao. Ila kuondoa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa yote yaondoke ndani yao. Yaondoke ndani yao. Katika jina la Yesu. Ona magonjwa yanayofunga maisha yao. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nguvu ya Mungu tayari inatembea kwenye mkusanyiko. Inatembea nguvu ya Mungu. Tayari inaponya. Tayari inaponya. Tayari inaponya. Tayari inaponya. Nguvu ya Mungu inatembea. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai katika ulimwengu wa roho ninaharibu, ndio ninateketeza nguvu za magonjwa ndani yako katika ulimwengu wa roho. Ninapiga hiyo jina Yesu, ninapiga hiyo jina Yesu, ninapiga chanzo katika ulimwengu wa roho. Chanzo ndio na chanzo ndio na chanzo katika ulimwengu wa roho. Nateketeza
Teketeza kila maprogramu ndani ya mwili soro. Jina la Yesu Kristo linafanya sisi tuliwe kwa chini ya chini ya mwili wote wote ndio tumoto wote katika kabisa wote jina la Yesu. Kila mmoja asimame, inua mikono yako. Wale wote tulisimama hapa, tusimame hapo, inua mikono yako. Tutakwenda kuomba kwa ajili ya baraka yako. Mahali kokote pale ambapo umekwama, unamhitaji Yesu aingilie kati maisha yako, atakwenda kuingilia kati. Wale wote tulisimama hapa, nilisema usimame hapa kwa sababu ili watumishi wa Mungu watakapopita hapo ulipo wakutangazie baraka. Simama hapo, nguvu ya Mungu itakwenda kutembea juu yako, itakwenda kutembea juu ya maisha yako. Kokote ambapo umekwama, nguvu ya Mungu itakwenda kukuondoa hapo. Magonjwa yote inawezekana uyajui, mikono yako
funga macho yako. Inua mikono yako, funga macho yako. Sema Bwana Yesu. Sema kwa nguvu Bwana Yesu. Ongeza sauti yako, sema Bwana Yesu. Ninakuhitaji jioni ya leo. Ninakuhitaji jioni ya leo. Ingia kwenye maisha yangu. Ingia kwenye maisha yangu. Chochote ambacho kimekuwa kizuizi cha kufanikiwa kwangu kikaniachie katika jina la Yesu. Chochote kimekuwa kizuizi cha kuelekea kwenye mafanikio yangu kikavunjike katika jina la Yesu. 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 Watumishi wa Mungu, tunapenda kuombea kila mmoja hakikisha awe ameombewa na nguvu ya Mungu iguse maisha yake. Nenda watumishi wa Mungu, anza kuombea watu, anza kugusa maisha yao, anza kufungua vifungo vyao. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, katika jina la Yesu mfalme wa falme, Mungu mwenye iko baraka, iko baraka, iko baraka, iko baraka, iko baraka, iko baraka kwa jina la Yesu. Iko baraka, iko baraka, iko baraka, iko baraka, iko baraka kwa jina la Yesu aliye hai. Iko baraka, iko baraka jioni ya leo. 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 Ishara ya kwamba umepangiwa mauti. Ishara ya kwamba umepangiwa laana. Ishara ya kwamba umefungwa na vifungo vya asili ya kiukoo ya eneo. Ishara ya kwamba Mungu kifao mzima huyo ni neema ya kuzaliwa. Baraka za Bwana zinashuka. Naachia mamlaka yako Yesu ikatawale ndani ya mambo. Nani kuna yako Bwana? Inaonekana ikatawale. Ikasema Bwana Yesu katika jina. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema macho yako, sema macho yako. Funga macho yako. Uko mahali hapa, unapofungua unakuwa hapa. Lakini nataka tutembee kwenye ulimwengu wa roho. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kama liko vazi kwenye ulimwengu wa roho ambalo nimeveshwa vazi la laana, vazi la magonjwa, vazi la mateso, vazi ambalo imeweka ukuta mbele yangu, imeweka ukuta kwenye
nimeweka ukuta kwenye hatua zangu, nimeweka ukuta kwenye huduma yangu, nimeweka ukuta kwenye karama yangu, nimeweka ukuta kwenye hatua zangu. Hilo vazi jioni ya leo ninalivua, 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 ninalivua kwa jina la Yesu. Hilo vazi ninalivua. Haijalishi nimekabidhiwa kwa jinsi ya nyama, haijalishi nimekabidhiwa kwenye ulimwengu wa roho, haijalishi nimekabidhiwa njia panda, haijalishi nimekabidhiwa kwenye nguvu ya kichawi, kwenye nguvu ya kiganga, kwenye nguvu ya asili. Yesu, Yesu, jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo nataka vazi jipya, vazi jipya, vazi jipya linaloweza, linaloweza, linaloweza kuzibeba baraka zangu, linaloweza kuzibeba baraka zangu, linaloweza kuzibeba njia zangu. Jioni ya leo, jioni ya leo ninaomba Bwana neema yako, neema yako, neema yako katika vazi jipya, katika vazi jipya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninainua mikono yangu, ninainua mikono yangu, ninalipokea vazi jipya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninapoveshwa vazi jipya lisiwe juu, lisiwe juu ya vazi la magonjwa, bali vazi la kuzimu livuliwe, niveshwe vazi jipya, vazi jipya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Jioni ya leo, jioni ya leo ninakuita wewe Yesu, wewe Yesu ambaye ndiye vazi, ambaye ndiye vazi. Ukae ndani yangu, ukae ndani yangu, ukae ndani yangu, ukae ndani yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Inua mikono yako, inua mikono yako. Nataka tuite Yesu mara tatu, Yesu mara tatu, Yesu mara tatu kwa nguvu. Iko nguvu ya Mungu jioni ya leo ambaye nashuka mahali hapa ya kuveshwa vazi jipya, ya kuveshwa vazi jipya. Moja, mbili, tatu. Yesu. Yesu. Subiri, subiri, subiri. Nahesabu tena. Hiyo ni mara ya kwanza. Jesus. Moja, mbili, tatu. Yesu. Tulia tu, tulia tu. Yesu iko nguvu. Ndio, ndio wako watu waliofungwa na asili. Ndio, 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 ndio. Chachi toka Bwana. Iko nguvu mahali hapa. Hakuna kinachoweza kuzuia. Moja, mbili, tatu. Yesu. Yes. Inua mikono yako. Tayari yuko hapa. 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 Tayari. 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 Naona vita, naona vita, naona vita. Naona vita kwenye ulimwengu wa roho. Naona vita, naona vita, naona vita. Naona vita kwa jina la Yesu. Wanapigwa, 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 wanapigwa. Tayari, 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 wanapigwa, wanapigwa, wanapigwa. Naona wako waliovishwa pete, wako waliovishwa pete kwenye ulimwengu wa roho, wako walioolewa na hawana ndoa, wako walioolewa na hawana ndoa.
tayari uko moto unapita, uko moto unapita, uko moto unapita, uko moto unapita. Wako wanaota wamevaa viatu, wamevaa viatu, wako waliovaa viatu hapa, wako waliovaa viatu kwenye miguu yao, viatu vinatope, wako watu hapa. Yes, 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 yes. Tayari 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 kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Fire! Ndio. Unatolewa. Acha kumshambulia zako. Inua mkono wako, wako washa wanafanya kazi yao. Wako watumishi wanafanya kazi yao. Inua mikono yako, inua mikono yako. Inua mikono yako, inua mikono yako. Inua mikono yako kwa jina la Yesu. 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 Kwenye mapombe, kwenye hicho kifungo, na kuamuru sahi, hizo kamba, hiyo minyororo, hiyo nguvu iliyokubeba, hiyo nguvu iliyokukamata, kwa jina la Yesu inaachia. Bayari, hiyo nguvu inakuachia, hiyo inakuachia. Kifungo katika tumbo lake, nguvu ya Mungu iko hapo tayari. Tayari. Inua mikono yako. Inua mikono yako Yesu. Ndio. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kuna mtu mmoja akiota ndoto, anaona akiwa amewekwa kwenye jeneza, anapelekwa makaburini. Inua tu mikono yako. Hilo jeneza linapasuka. Hilo jeneza. Inua tu mikono yako. Usimwangalie jirani yako. Ndio. Kuna wakati uliwahi kuota ndoto, ukaona kabisa watu wanalia, umeshazikwa, lakini unashona kama uko pembeni na unaona umezikwa, na kila ukifanya hatua unaona kabisa haiendi. Kila unachogusa unaona kabisa hakiwezi kwenda, kwa sababu umezikwa nafsi yako angali uko hai. Umezikwa nafsi yako angali uko hai. Anasema kama angalikuwapo usingalikufa. Natangaza jioni ya leo, haijalishi kwamba umekaa ndani ya gereza, umekaa ndani ya kaburi, umekaa ndani ya gereza kwa siku ngapi. Haya. Naona majeneza yakipasuka kwa jina la Yesu, yanafunguka. Hayo majeneza yanapasuka kwa jina la Yesu. Kila mmoja kamate mkono wa jirani yake wa kulia na kushoto. Kamata mkono wa jirani yako kulia na kushoto. Na nguvu ya Mungu itapita jioni ya leo. Itapita kwenye maisha yako jioni ya leo. Nguvu ya Mungu itatembea. Nyosha mikono yako juu. Ukikamata mkono wa jirani yako, nyosha mikono juu. Na nguvu ya Mungu itapita kama upepo. Itapita kama nguvu ya upepo. Itapita kama moto juu yako. Inua mikono yako juu. Kila mmoja kisha ameshika mkono wa jirani yake. Ndio. Baba,
mkono wa jirani yako vizuri. Nguvu ya Mungu hiyo kushoto na kulia inaamua. Nguvu ya Mungu hiyo inaamua hatima yako. Naona wengine hawajashikana mikono. Nguvu ya Mungu inaamua hatima yako. 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 Jioni ya leo nguvu ya Mungu inaamua hatima ya biashara yako. Hiyo inapita hapo. Hiyo inapita hapo. Hiyo inapita hapo. Hiyo. Mkono wa jirani yako. Jesus. Rabosi karabaso. Nguvu ya Mungu inapita. Naona pale nyuma inapita. Anahukumu magonjwa, anahukumu hali ya kushindwa, anahukumu hali ya masikini, anahukumu magonjwa kwa jina la Yesu. Inakamata mapepo kila kilichojificha. Ndio tayari minyororo inakatika tayari yes hiyo inakatika minyororo inakatika ile cheni kwenye ulimwengu wa roho inakatika kwenye hiyo miguu, kwenye hiyo mikono tayari kwa jina la Yesu. Yes. Haya, unageuzwa kwa moto wa miari kwenye ile gereza ulikokamatwa. Moto wa miari unageuzwa kuwa moto wa miari. Daudi akasema, akaambiwa na Bwana ya kwamba sisi watumishi wake, watu wake aliotuchagua, anatugeuza kuwa moto wa miari. Haui moto tu, unakuwa na miari ya moto inatoka juu yako, inatoka ndani yako. Naona mapepo yaliyosimama kama walinzi kukulinda kwenye hilo gereza. Naona hayo mapepo yakipigwa na hiyo miari ya moto. Tayari ulimwengu wa roho umegeuka. Ulimwengu wa roho, naona vita kwenye ulimwengu wa roho. Tayari. Kwa jina la Yesu. Wapo walioungamanishwa na miti mikavu kwa jina la Yesu. Huo mti mkavu ulioungamanishwa nao, biashara ikichanua baada ya muda inanyauka, afya yako ikistawi baada ya muda inanyauka. Mti mkavu usiopokea maji, mti mkavu wenye wadudu ndani, nasema hao wadudu waliokaa ndani yako, kupambana na utu wako wa ndani, utumbo wako, ini lako, figo,
kwa jina la Yesu. Utumbo mpana, utumbo mwembamba, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kupambana na mifupa yako, kupambana na mishipa yako. Iko nguvu ya Mungu, iko nguvu ya Mungu, iko nguvu ya Mungu, iko nguvu ya Mungu, iko nguvu ya Mungu. Inapita mahali hapo ulipo, inapita mahali hapo ulipo, inapita mahali hapo ulipo, inapita mahali hapo ulipo, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu leo. Karabashadare riko rabasa. Mikono yako. Inua juu mikono yako. Baba, nguvu yako itembee. Nguvu yako itembee. Watoto wako wafunguliwe. Asante kwa sababu unafungua. Katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya neema yako nyingi. Katika jina la Yesu Kristo. Uweza wako ambao katika wewe unaponya, ninaualika guse maisha yao. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, na kila mmoja aseme amen. Amen. Pigia Bwana makofi ya shangwe. Wakati wote tukimkaribisha mchungaji mwenyeji anapokuja mahali hapo, ongeza makofi ya shangwe, ongeza makofi ya shangwe na vigeregere, ongeza makofi ya shangwe na vigeregere. Sijasikia vigeregere kwa Yesu.